hapa mahali watu watakuja, watatamani wajenge humu, watu watamani wawekeze, watamani wajenge nyumba za kupumzikia wageni, watamani wajenge mahoteli, watamani waweke vitu mbalimbali mahali hapa, kwa sababu anafikika kutoka hapa mpaka mjini dakika 15 dakika 20. Watu watawekeza hapa Ndiwili. Nini mnajiandaeje kama kanisa? Tukae mkao wa kuweka mipango ya kimkakati ya kimaendeleo katika eneo hili wapi la Ndiwili. Mwanze kufikiria baadaye hata kutanua kanisa hili. Halitatosha wapendwa, niwaambie. Tutakuwa na hawatatosha. Leo tuna waumini 300 na kitu, lakini waambie baada ya miaka miwili tutakuwa na hata na waumini 1000. Tutawaweka wapi? Patakuwa tutakuwa na waumini wengi. Tuanze kufikiria sasa kujitanua, kuweka mazingira ya kujitanua sasa. Sawa wapendwa, mipaka yetu ikae vizuri. Kama eneo ni dogo lina eka 1, tuongeze eka 2 au eka 3. Na tuone vitega uchumi vingine naweza tukaweka mahali hapa, vitatusaidia sana kwa usharika wetu wa Ndiwili. Tufanye uinjilisti wa kufa na kupona Ndiwili. Sawa wapendwa, watu wa Ndiwili. Tufanye uinjilisti wa kufa na kupona wa Ndiwili. Tuwe na ibada zilizoandaliwa vizuri. Tutoe sadaka vizuri. Sadaka wapendwa, si kitu cha mchungaji au askofu au nani. Ni jambo la Mungu la kibiblia. Toeni sadaka, toa ahadi. Ahadi ni sadaka ile ya nadhiri, umwahidie Mungu ambayo unatoa kwa njia ya bahasha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Mtheolojia Simon Milanzi, ambaye Mungu amenipa neema kuwa kiongozi wa usharika huu wa Ndiwili katika dayosisi yetu ya Iringa, jimbo la Mashariki Kati. Na leo hii imekuwa siku yetu ya furaha, siku njema, siku ambayo kwetu sisi usharika wa Ndiwili tumefarijika sana kupokea ugeni mkubwa wa baba askofu wetu wa dayosisi ya Iringa. Na katika mazungumzo yake na maelekezo yake tumeguswa sana kuona baba askofu anatamani kuona usharika wa Ndiwili unakuwa, kwa sababu sasa hivi mji wetu huu umeshapitiwa na lami kuelekea wilaya ya Kilolo, kwa maana ya kwamba tunaona ni mji ambao utapokea wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hata usharika wetu vile tunategemea kupata watu tofauti wageni, na hivyo basi ameagiza kwamba tuanze kujipanga kwa kuweka vitega uchumi, lakini tuanze kufikiri kuwa na jengo kubwa ambalo litaingiza watu wengi watakao kuja kuabudu. Lakini vile vile ametuelekeza kuona kwamba tunafanya mambo kwa mipango na kufuatilia. Tunapanga lakini tunafuatilia ili tuje tuone matokeo yatakayoonekana. Na mimi kiongozi wa usharika huu wa Ndiwili, kwa kushirikiana na watumishi wenzangu, nimepokea maelekezo yote ya baba askofu ambaye ameyatoa leo, na tutayafanyia kazi ipasavyo.